Huo ni ujumbe wangu. Yaani unafahamu fika natumia gharama nyingi kutoa mzigo Pakistan kuja Tanzania. Alafu unanipigia mimi simu kwamba eti kijana kakamatwa yuko polisi. Alafu tunakuja nyumbani kwake chumba ni cheupe. Yaani hapo sitoelewa. Aidha nirudishie gharama zangu zote au la nataka mzigo wangu. Vinginevyo Wanyangi ndo wote mtanitambua. Mimi labda nitoe boss. Najua ni mistake kitu ambayo inatokea. Lakini ni kuahidi kila kitu kitakaa sawa. Kwa sababu hapo awali alikuwa ni mchapakazi tu mzuri. Lakini kuna vitu vikaingiliana. Kuna mwanamke ambaye alikuwa anaishi naye. Wasipojua kwamba ni mpelelezi, huyo ndiye alomtumesha boss. Lakini mimi nikutoe hofu tu. Sisi tutafanya mpango na kila kitu. Mambo yatakaa sawa. Tusifikie mbali tajiri wangu. Oya wanangu, oya. Hizi dharau hizi unajua hizi. Hizi dharau unajua, dharau hizi unajua naletewa maskani unajua dharau hizi. Ovala. Oya Jeusi. Kweli blaza. Dharau tunaletewa unajua. Maskani sasa hivi taruka apata maniki. Tumekimbia Wanyangindoni sasa hivi tuko mafichoni unajua. Ishu za kifarafara tunaletewa mtaani afu sisi tunachukulia ile namna gani. Oya. Hizi dharau. Wanyangi ndo. Hizi dharau. Oya sasa hapa oya mpango iko vipi sasa? Mipango iko afu ngoja kwanza mtoto wewe. Wewe mboga. Unajua uzuri darasani. Sija kuona kabisa katika tukio wewe. Da baza umefeli basi. Umefeli wapi? Da umefeli kutokana vipi basi? Kutokana na ile pata majanga si unajua tena. Oya Mnyangi ndo. Sema Mnyangi ndo. Hapa kuna jambo naliwaza. Unajua kuna siku kuna maneno niliyasikia factorization katika kichwa changu. Si unajua? Yaani mpaka leo akili yangu bado haijakaa sawa. Mimi naona kabisa hili swala lazima tulianzie kwa mjumbe. Kwa sababu mjumbe anahusika na hili swala na kuna njia atatusaidia. Sasa hiyo ndio michongo. Mapema tu. Hiyo ndio mipango ambayo inatakiwa Wanyangindoni yani. Ujinga saa kwenda saa kurudi njia tunaijua. Sasa michongo kama hajapoteza muda hapo. Ndio kwanza asubuhi huyo mboga. Jeusi. Bobu hapo. Ile mikakati yote ya kuzingatiwa. Sana. Iende chega. Yaani akaribiki. Iende chega. Yaani yeye imeisha. Uvala. Maboga. Siku aishi. Mjumbe inabidi tumtie mbaloni leo. Siku aishi. Yaani leo. Yaani hapa. Atulazi damu. Hizi dharau hizo wanangu, dharau lazima tenda. Yaani usirudi yani kama sio kufa yani mwili wake upatikane yani hivyo vyote vile lakini mjumbe siku yetu atoboi. Oa kanifaliza mwanangu juu shaba kupatieni yengo. Hadi mazingira yangu unajua. Hadi yeye anaruhusu hii. Somesheni hivyo. Wapita hiyo bosi. Oa. Ndio tena mtegia hii. Oya kamkubwa. Sasa unajua yule jamaa kalitazation sana. Oya mimi mpaka leo hii mguu wangu unauma kishenzi yani. Yaani mguu unauma ile unauma. Kaza wewe. Mimi na kaza lakini yule jamaa sijui katokea wapi jamaa anabonda kishenzi ana. Ripoti mwanangu anapiga mkono nimemuona mwanangu kaza lakini ujinga saa kwenda saa kurudi njia tunayojua kaza hamna asiumia. Vala. Ni uzembe hali ya juu sana. Kwa hali ni sitaweza kuvumilia. Hivi makamanda tunavamiwa tunapigwa na wauni wavuta tumbaku ni nini? Tushazoea kufanya mission ngumu sio za kukamata mateja, lakini angalia kinachotokea sasa. Kwa mfumo huu
hatutaweza kufika kokote kama endapo hatujarekebishana mapema. Sasa angalia kilichotokea kwa Zuu, kwa Masika. Ni kitu cha ajabu sana kwa watu wenye misheni ngumu tushazoea kufanya, kinatokea kitu kama hiki. Sawa mheshimiwa, mimi niseme kwamba nimekuelewa na nikuhakikishie kwamba hili haliwezi likajirudia tena, kwa sababu huenda haikuwa nguvu ya kutosha, ndio maana hayo yanatokea. Lakini mimi naamini hizo ni mistake ndogo ndogo tu, zinamkuta mtu yoyote. Lakini ondoa shaka, tutafanyia kazi kila kitu ambacho kizuri. Mmesubiri mpaka nimepona ndio mnakuja kuniona. Wale wametuweka hapa wewe. Ndio uko mgonjwa anashapona. Hebu hata ulivyoumwa. Kwa nini? Wamekunyosha? Hamna, sema amependeza, ni kama alikuwa aume. Nimekuja kutembelea fursa. Yaani kaka likizo nichopata tu. Aka mwenzangu na mimi nipumzike. Mimi kaa nyumbani unanoga kiasi hicho. Ila unajua nini? Yeah. Yaani usione kimya. Kwa hiyo tulishindwa kuja kwa sababu tulikuwa na majukumu makubwa. Yaani muona mpaka inafikia hatua hizi ndevu nimeambiwa nisizinyoe. Hizo ndevu tena. Ndio baba mademu hawakutaki wewe. Ndio maana ukamkataa. Hapo tupo na hizi ndevu na kaongeza majukumu mengine na hizi ndevu. Alafu mimi nimkubali. Labda uwe nayo wewe. Huyu mimi namwambiaga anikubalie kila siku niwe hata mtu ambaye niko naye pembeni, na akitembea hivi nakuwa nyuma yake. Asingekutana na hivyo vitu. Kunikataa katari amemkuta. Wewe bisho kama mimi. Uchebe. Labda uwe nayo wewe. Unanitaka. Mmeendana kwanza nyie. Amjioni? Shindo. Ngoja na hizo habari kwanza. Bwana dogo, mimi nashukuru kwa msaada wako. Na nadhani umeiona hii kesi ilivyokuwa ngumu. Na bado haijaisha, yani ni mbichi. Sawa? Kikubwa ninachokuomba, urudi kwa huyu dogo iwe siri yako. Asijui muone mwenzake yoyote yule kuhusu swala. Nadhani wajangi ndio wanawajua ilipokuwa wapumbavu. Najua. Sawa? Wewe nakuomba usipeleke taarifa yoyote kwa wale wenzake. Ilibaki siri yako. Issue ni bado kubwa mno. Na nadhani umeona jinsi ilivyo ni gharimu. Hakuna muuni yoyote aliyopelekea
kwenda kumwekea dhamana. Nadhani mimi mwenyewe nimehangaika mpaka ile swala nimelipoza na bado linaendelea. Kwa hiyo nakuomba hilo uzingatie.